Karibu mpendwa msikilizaji kwenye hii sehemu ya pili, kwenye hii simulizi nzuri na tamu ambayo inakwenda kwa jina Gundu. Msikilizaji, kabla hatujasonga mbele, turudi nyuma kidogo pale ambapo tulishia pale ambapo wakiwa katika safari ya kupeana raha, simu wa Mariamu iliita. Kelele alizoona ni usumbufu kwake hakuweza kuinuka. Akiwa katika staili ile ile, alisogeza mkono na kubofya kitufe cha kupunguzia sauti ili isiite kwa sauti, na kisha kuendelea kufaidi penzi la mke wake. Bahati haikuwa kwa Mariamu siku hiyo, kwani alibonyeza kitufe cha kuzimia na kufanya simu yake ijipokee. Kabla Amani hajaongea chochote, alisikia sauti nzito kiume kilalamika kimapenzi. Oh. Punde akasikia sauti ya mke wake ikisindikizwa na sauti ya mwanaume huyo, kitu kilichomfanya atege sikio kwa makini kusikiliza kilichojiri mahali hapo wakati huo. Naam, msikilizaji, nini kitaendelea? Nini kitajiri? Ungana nami moja kwa moja katika sehemu hii ya pili ili uweze kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Msikilizaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Na mimi ambaye nakusimulia simulizi hii naitwa The Don, na hii ni Jungu la Simulizi. Karibu. Amani alishtuka katika kile alichokuwa anakisikia kutoka katika simu yake. Alilipa pesa haraka na kuondoka mgawani hapo. Akiwa hajaikata simu hiyo, alikumbuka kubonyeza kitufe cha kurekodia na kufanya kila kitu kilichokuwa kinasikika kurekodiwa. Alitafuta sehemu nzuri na kukaa mwenyewe huku akisikiliza uchafu aliokuwa akiufanya mke wake. Sauti za mapenzi zilikuwa zinasikika. Zilimuumiza mno Amani. Alilia wakati wote. Alilia kiume huku akiendelea kusikilizia sauti hizo kutoka upande wa pili kama njia ya kujithibitisha ushahidi wake. Alijuta kuoa. Alijuta kuwa na mwanamke mzuri. Alijuta pia kwa nini aliondoka na kwenda kufanya biashara Mtwara na mkewe kumwacha Dar es Salaam. Alilia kwa uchungu kadri alivyozisikia sauti hizo. Alitamani hapae aweze kufika na kufanya shambulio la mauaji kwa wawili hao. Alijiapiza ni lazima amuue yeyote anayetembea na mke wake. Naam. Wakati mzee Stanley na Mariamu wakiendelea kuenjoy raha baina yao, huku wakiitana kwa maneno mazuri baina yao, walisikia sauti ya mtu akilia. Hawakujua ni wapi ilisikika, ni wapi kilisikika kilio hicho. Haraka haraka Mariamu alinyanyuka na kwenda mlangoni kufungua. Hakumkuta yeyote mlangoni. Mzee Stanley alivuta shuka kujifunika vizuri, ndipo alipogundua simu haikukatwa bali ilikuwa hewani. Alimgusa bega Mariamu na kumwonyesha. Mariamu alishtuka. Oh, Mungu wangu, Stanley, umeniponza Stanley. Nitaweka wapi sura yangu, ndoa yangu Stanley? Alilalamika Mariamu baada kukata simu hiyo. Baada ya dakika 2, Amani alipiga tena simu hiyo. Kwa hofu waliokuwa nayo, waliogopa kupokea simu hiyo, huku kila mmoja akitetemeka baada ya wawili hao kushtukiwa kwa simu. Alifoka Mariamu. Mzee Stanley, toka we mzee, toka kwenye chumba changu tafadhali. Alifoka Mariamu kumwambia baba mke wake mzee Stanley. Amani alilia kwa uchungu huku akifikiria ni kipi asichokitimiza kwa mke wake wakati wote. Naam, akiwa na hasira
Aligutuka akikumbuka biashara yake, kwani alipoacha hapakuwa salama sana, na alidhani ni wakwenda mara moja na kurudi. Alirudi haraka mpaka katika lindo lake. Alishtuka kwani hakukuta mtu mahali hapo. Alimfuata mzee anayeuza duka eneo hilo. Samahani mzee wangu, viatu vyangu nilivyotandika chini na balo langu viko wapi? Amani alimuuliza mzee yule, huku akiwa na shauku ya kutaka kujua kama kuna mtu au watu wapo navyo au wamevisogeza kwa kuwa vilikuwa jirani na barabara. Wewe ndio uliotandika viatu pale chini kijana? Aliuliza mzee huyo aliyevalia kanzu nyeupe na bagarashia. Ndio baba, ni mimi, alisema Amani. Aise, pole sana kijana. Ni hao askari wa manispaa bwana ndio walioondoka na mizigo yote iliyokuwa jirani na barabara, na mimi nilikuwa msikitini na swali, narudi na kutana na sintofahamu kama hiyo kijana. Machinga wengine walikimbia na bidhaa zao, na kabla hajamaliza kuongea Amani alipiga kelele, mzigo wangu jamani, mzigo wangu mimi. Nilikuwa nimeshakamilisha najienda kuondoka. Kwa nini mimi lakini? Mungu nitizame kwa jicho la huruma mja wako. Ateseka Mola wangu. Naam. Amani alirudi katika guest aliyofikia huku akiwa kavimba kwa hasira. Vipi kaka Amani, upo sawa? Ilikuwa ni sauti ya mwanadada wa mapokezi akimuuliza Amani baada ya kuhisi hayupo sawa kimuonekano. Amani hakujali wala kujibu chochote, bali alichukua funguo na kuelekea chumbani kwake. Aliingia ndani huku machozi yakimtiririka na kupanga vitu vyake haraka haraka kwa lengo la kuondoka. Alitizama katika akaunti yake ya benki kupitia sim bank. Akagundua salio alilonalo lingeweza kumfikisha endako. Alikamilisha kujiandaa. Alitoka haraka haraka huku wanadada wa mapokezi wakiwa hawajui chochote. Walirushiwa funguo na Amani kuondoka. Shosti, huyu kaka leo mbona simuelewi? Ni tofauti na siku nyingine, alisema mwanadada aliyerushiwa funguo na Amani. Hata mimi nishazoea ni mcheshi huyu kaka. Sijui leo kimempata nini maskini, au kafiwa? Maana kufiwa kuna shoga, asikwambie mtu, alisema dada aliyekuwa ananua mashuka kambani na kupeleka kuyanyoosha. Naam. Upande wa Mariamu alijuta huku akiwaza siri imefichuka, na mimba ni dhahiri sio ya mume wake. Vipi kama akijua? Vipi atamuaminisha kuwa mimba hii ni yake? Mzee Stanley alitoka na kuelekea kwa mke wake Biaika, huku njiani akifikiria ni jinsi gani atakwepa msala huo. Vipi mwanae kama atajua kuwa anatembea na mke wake, yani mkwe wake? Itakuwaje kama mke wake atajua ukweli? Na je, jamii itamchukuliaje kama mwenyekiti wa mtaa huo na aliyejijengea heshima kubwa kwa wanajamii wanaomzunguka? Mzee Stanley aliona ni wazi anaenda kumbuka na kuozea jela. Alifika nyumbani kwake akiwa kachoka na kwenda kitandani. Mme wangu, una shida gani? Mbona nakuona haupo sawa? Umerudi hamna salamu, huongei chochote, umepitiliza kitandani, aliuliza Biaika akionyesha uso wa taharuki juu ya njia aliyoingia nayo mume wake siku hiyo, kwani hajazoeleka na tabia hiyo isiyokuwa na kiungwana. Hapana mke wangu, nipo sawa, ila sijisikii vizuri tu, kichwa kinaniuma, alisema mzee Stanley akimuhada mke wake asizidi kumuuliza maswali. Ngoja nikuandalie maji mume wangu, itakuwa ni uchovu baba Amani, alisema Biaika. Naam. Moja kwa moja Amani alienda mpaka stendi ya mikoani. Akafanikiwa kupata gari na safari ilianza. Akiwa katikati ya safari usingizi ulimpitia. Naam. Mariamu alilia sana akiwa peke yake, huku akifikiria hatima ya maisha yake. Alirudisha kumbukumbu nyuma
na kukumbuka hali ya maisha nyumbani kwao, kwani licha kuishi mjini lakini hali yao ya kimaisha haikuwa shwari kabisa. Alikumbuka pia mama yake mkwe, wanavyoheshimiana na kuaminiana pamoja na upendo wanaomuonyesha ndugu wa mume wake. Alitiririkwa na machozi kitandani pale mpaka kapitiwa na usingizi. Naam, kwa upande wa mzee Stanley naye alijaribu kuomba kila dua, kwani aliamini hakuna njia nyingine yoyote ya kumsaidia kwa wakati huo zaidi ya Mungu. Kwa wakati huo alikata tamaa, alijiona kabisa ni wakati wake kuumbuka ulifika. Aligonga mlango kwa nguvu na kusukuma moja kwa moja, akaingia mpaka ndani na kumkuta mke wake akiwa kalala. Alichomoa kisu chake chenye mfanano wa panga buchani, akamgeuza mke wake Charlie. Hapo ilionekana vyema taswira ya tumbo la Mariamu lenye mimba miezi 9 akiwa kalala Charlie. Alibusu tumbo la mke wake huku akisema, nisamehe sana mwanangu. Najua sikupaswa kukutendea hili ninalokwenda kukutendea sasa, lakini mama yako mwanangu ndio chanzo. Nisamehe sana mwanangu, nakupenda. Nimeshindwa kuficha hisia za machungu zilizopo moyoni mwangu. Alifumbua macho na kuvuta kisu chake juu, kisha kuchoma kwa nguvu katika tumbo la mke wake Mariamu. Ghafla alisikia sauti ya mtoto mchanga ikisema, nisamehe baba, usiniue. Alikurupuka kutoka usingizini amani huku jasho likimtiririka. Alichungulia kupitia kioo cha dirishani, aligundua ilibaki kidogo kufika Mbezi. Alitoa simu yake kutoka mfukoni kisha kumpigia baba yake. Simu iliita bila kupokelewa. Alijaribu kupiga tena ikiwa ni mara ya 4. Naam, mzee Stanley akitetemeka kila alipoiona simu ya mwanae Amani ikiingia. Akitetemeka huku akiogopa, kwani mawazo yalimpeleka mbali na kujua kuwa kijana wake ni dhahiri amerudi na mke wake. Kamwambia kila kitu kuhusu yeye. Mke wangu, aliita mzee Stanley kwa sauti iliyojaa hofu na kigugumizi ndani yake. Alimweleza mke wake simu inaita na yeye hawezi kupokea, anaumwa. Ni Amani. Ni Amani mwanangu, mume wangu, alitamka Biaika. Ndio maana nilisema upokee mke wangu, alisema mzee Stanley huku sauti yake ikiwa bado imetawaliwa na hofu, jambo lililofanya mapigo yake ya moyo kwenda mbio kweli kweli. Salama mwanangu, hujambo? Sio wazima wote. Niambie mziwanda wangu, ni lini utarudi? Ushafika kumbe, alisema Biaika akionyesha kushangazwa na safari ya mwanae, kwani haikuwa kawaida kwa mtoto wao wa Amani kurudi bila taarifa. Mungu wangu, nimeumbuka mimi, alitaharuki kwa kauli hiyo mzee Stanley, kwani alionyesha dhahiri woga na wasiwasi vilikita katika moyo wake na kushindwa kujizuia. Akiwa bado anaongea na simu, Biaika alisikia sauti ile ya mshtuko kutoka kwa mume wake na kuuliza, nini mume wangu? Ni kama hakusikia vizuri, kisha kuendelea kuongea na simu. Kwa nini sio salama mwanangu? Kuna shida gani? Mkwe wangu amefanyaje? Haya sawa mwanangu, ukishuka basi nitafute, naona hapo stendi pana kelele, naona hatuwezi kuelewana vizuri baba. Alikata simu ile Biaika na kugeuka nyuma kwenye kochi alipokuwa ameketi mume wake, lakini hakufanikiwa kumuona. Aliamini atakuwa katoka nje kaenda msalani, hivyo akirudi hawezi kumweleza kuhusu mtoto wao Amani. Naam, mzee Stanley alitoka nje na kufikiria aibu inayoenda kumkumba mtaani hapo, na mwisho wa siku kuishia jela. Aliwaza na kuona njia pekee na sahihi kwake ni kutoroka eneo hilo na kwenda sehemu nyingine mbali ambalo hatopatikana kirahisi wala kuonana na mtu yoyote anayefahamiana naye. Alienda kwa mzee mwenzake waliyefahamiana kwa muda na kuheshimiana. Alikopa kiasi cha shilingi 30,000 na ndani ya usiku huo aliamua kwenda mpaka ofisi za Azam Marine kukata tiketi ya meli ya mizigo
inayoondoka saa 5 jijini Dar es Salaam na kwenda Unguja. Aliamini huo ndio utakuwa mwanzo mpya wa maisha yake. Alijuta kujaribia maisha kwa mara ya pili katika utu uzima, ukiachana na ile ya mara ya kwanza kumbaka mama yake wa kambo katika ujana wake na kwenda jela. Baada ya kupita muda mrefu bila kumwona mume wake, Bi Aika alitoka nje na kwenda kumtafuta mpaka chooni. Hakufanikiwa kumwona. Alitoka mpaka katika kijiwe alichopenda kushinda mume wake akiwa anacheza bao. Hakufanikiwa kumwona. Alirudi ndani kama ilivyo kawaida na kuendelea na shughuli zake, akijua ni dhahiri atarudi kama ilivyo ada yake, kwani ilizoeleka ni kawaida kwa mume wake kuondoka usiku bila kuaga, hasa baada ya kuwa amekasirishwa na jambo lolote na kurudi usiku na asubuhi wakiwa wamelala pamoja. Alitulia Bi Aika akiwaza na kusubiri simu ya mwanaye Amani, kujua nini kilimsibu kushindwa kutoa taarifa ya ujio wake hata kwa familia yake. Mkwe wangu, mkwe wangu kafanyaje sasa? Au uchungu umemwanza? Lakini mbona siku zake aliniambia bado za kujifungua? Naam, yalikuwa ni mawazo. Bi Aika akiwaza kitandani hapo mpaka usingizi ukampitia. Hatimaye basi likawasili stendi kuu ya mabasi Mbezi, Dar es Salaam, na Amani alishika njia inayoelekea katika kituo cha daladala, akiwa bado katika dimbwi la mawazo, akifikiria ni njia gani aifanye au aitumie itakayomuumiza kama yeye alivyoumia juu ya jambo analofanyiwa na mke wake aliyefunga naye ndoa. Usaliti ni kitu ambacho kinauma. Hakutaka kukisikia katika macho yake. Kila aliposikia watu wanasalitiana, alilaani jambo hilo, tena alilaani vikali mno. Kutokea katika ndoa yake, aliapa kutomsaliti mke wake, huku akimwapiza mke wake juu ya kutofanya jambo hilo. Naam, honi za magari zilipigwa mbele yake, lakini ni kama masikio yake hayakusikia chochote, au kudhani honi zile hazikuwa zinahusiana na yeye. Mama mmoja aliyekuwa na uza karanga pembezoni mwa barabara hiyo alikimbia na kumvuta kwa nguvu, kwani aliamini mtu huyu ni kiziwi au hakuwa hapo kifikra na huenda kuna matatizo na msibo. Amani aligeuka kwa jazba, huku hasira zikimpanda, akidhamiria kupigana na yule aliyemvuta kurudi nyuma. Wakati anavuka barabara, wakati anageuka, alishuhudia gari aina ya semi likipita usawa aliyokuwepo kwa mwendo mkali mno, huku kila mmoja akimtuhumu kwa uzembe licha kukaa muda mrefu jijini hapo. Mawazo aliyokuwa nayo kichwani yalitaka kumsababishia mauti, na sasa alivuka kwa makini zaidi. Mbele yake aliona gari iliyoandikwa Tegeta Boko. Alisimamisha na kupanda daladala hiyo. Baada ya mwendo wa takriban dakika 30, alishuka na kuelekea maeneo ya Chasimba alipokuwa akiishi. Kila alipoiona nyumba anayokaa na mke wake, hasira zilimjaa, huku machozi yakizidi kumtiririka machoni mwake. Alisikia kelele kama mtu aliyeomba msaada ikitoka chumbani kwake. Aliamini kuna mwanaume anayeshughulika na mke wake chumbani kwake, hivyo aliweka vyema silaha yake, akidhamiria kumteketeza atakayemkuta na mke wake. Alisikiliza kwa umakini sauti hiyo, akijua kabisa leo mwizi wake amempata. Alitetemeka kwa hasira. Naam, akiwa katika umakini wa kusikiliza sauti ile, mara alisikia simu yake iliyokuwa mfukoni ikiita. Alitoa na kuona jina la mpigaji alikuwa ni Zungu. Alikasirika sana na kuikata simu ile, kwani alijua kwa asilimia kubwa yule ndiye anayetembea na mke wake, kwa kuwa wanakaa nyumba moja na vyumba vinavyotazamana. Sauti ile ilizidi kumtisha, kwani sasa ilionyesha ni mtu aliyezidiwa sana. Alinyata na kusogea mpaka jirani na chumba chake. Alichungulia kupitia uwazi mdogo uliopo katika mlango na kumwona mkewe akiwa anagaragara chini, huku damu zikitapakaa chini pale. Aligonga mlango lakini haukufunguliwa, ndipo alipochukua maamuzi ya kuvunja na kuingia ndani moja kwa moja. Hasira iligeuka huruma moyoni mwake baada ya kumwona mke wake akigaragara chini mithili ya mtu anayetaka kukata roho, huku
huku damu nyingi ikiwa imesambaa mahali hapo. Ni wazi kuwa siku zake za kujifungua ziliwadia. Naam. Baada ya kuwaza kuwa mke wake huenda siku za kujifungua zimewadia, alijikuta akiingiwa na uchungu na huruma zaidi juu ya mtoto aliye tumboni kwa mke wake. Nisaidie. Nisaidie. Nisaidie, mme wangu nakufa, alilalamika Mariamu huku uso wake ukionyesha aina ya machungu anayopitia wakati huo. Ui, nakufa mme wangu, nakufa mimi. Amani alishindwa kuvumilia. Moyo wake uliingia na huruma ya kibinadamu. Alienda mpaka katika chumba cha Zongo ili kuomba msaada, kwani ni dhahiri muda huo alikuwa akachanganyikiwa hajui afanyaje. Msikilizaji,